Guess what? Tumeweza kufika hapa CZ Plaza kwa huyu mrembo ambaye anafanya kazi ama ndio mwenyewe wa Tule Restaurant. Tumeweza kuungana na yeye baada ya kuona video zake pale mtandaoni ambayo imeweza kutamausha wengi na kushangaza wengi na Wakenya wengi. 20 something days of me making phone calls, writing messages, pleading with people to, trying to borrow money from friends, from anyone that I think has money. And I'm at a point where I'm going to lose my employees, number one, because wanakuja wanakaa tu most of the day, for a better part of a day. We only make very few sales. Remember, I've been pumping in money with no returns. And so nimefika at a point where for 3 weeks now, for 20 days straight, I don't have any cash. The money that, imagine tukiuza 500, kesho naitumia kubai kitu irudi kwa business. Yani I have 0 shillings. My M-Pesa iko na 4 bob. Bank account iko 0. Niko na 30 something bob. Someone mwenye 4-5 months ago I had like 2M. Right now I have nothing. I am pleading for help. I know this is at a very wrong time. Please, anybody out there, your 50 bob, your 100, your 200 will help pakubwa. This is my life. There's no one. I'm a firstborn. I don't have anyone I can ask for help. Those who know me, wanajua situation ya home. There's nobody that I can ask for help. Wengi haswa hapa Nakuru kujitokeza ili kuungana ama kumpa support. Ataweza tu kutueleza ni nini ambayo ilikuwa imemfanya akaweza kufanya vile, ile video ambayo aliweza kufanya pale. So kwa hayo nitampa nafasi aweze kutuexplainia. Lakini tunaweza anza tu kwa majina, tueleze hapa ni wapi tuko. Kwa majina naitwa Harriet Akinyi. Mimi ndio mwenye Tule Kienyeji Restaurant. Ilianza miezi 3 sasa imepita. Nilifungua tarehe 1 Novemba mwaka uliopita. Yes. Sababu yangu ya kufanya ile video, hata nimeshtuka sana imetrend. Sikuwa nafikiria itasambaa hivyo. Nilifanya hiyo video kwa sababu nilikuwa nimefika mwisho. Nimeangalia maisha jinsi ambavyo nimeishi, alafu venye nimejikakamua nikaweka kazi. Hata ni kimungu tu kwa njia zake tu akaniwezesha kuweka kazi. Alafu inatokea sasa kazi inakosa kuwa na wateja. Yani wateja walikuwepo, alafu ikafanyika tu kivyake tu, siwezi elezea zaidi that wateja walikatika. So mimi nilifika mahali nikajiambia sasa ni mambo gani. Kuna wakati nilikuwa nakaa mpaka hakuna wateja siku mzima, siku 2, siku 3, wiki mzima, nafanya hesabu zangu napata sijaingiza hela, nahitaji kulipa wafanyikazi, niko na bills za kulipa kwa duka. Kuna wakati nimekuwa nikifanya hesabu napata hakuna kitu naingiza. Yani badala ya biashara kuleta, hata najua biashara inapatiwa muda, lakini unajua ukiwekeza unafaa kuona kweli inaleta kitu. Lakini unawekeza, unanunua stock inaharibika kwa sababu hakuna wateja, unatupa tena, unachukua hela ile umeuza kidogo unawekeza tena, hela zako kunazo kidogo unawekeza. Sasa ndani ya miezi 3 nimewekeza pesa mingi sana. Kuna muda nilienda hasara kubwa sana ya 1250 na kitu. Alafu nikajipa moyo, nikajiambia bado nitaendelea, bado nitafanya tu biashara, nikawekeza tena. Sasa imekuwa tu nawekeza sioni. Nikajiambia sasa kazi yangu itakuwa nanunua, napika, na mwaga because sina wateja. Kwa hiyo inafika mahali
unaanza kujiuliza, kwani sasa nimewekeza mpaka nikabaki zero? Unawekeza mpaka unabaki zero, unashangaa. Alafu kuna mambo mengine pia yametokea ambayo siwezi yaelezea hapa, lakini ni mambo magumu sana, machungu, na mimi nipo nashukuru sana watu kujitokeza. Asanteni wa Kenya, nimepigiwa simu mpaka kutoka ng'ambo mahali tofauti duniani. Asanteni sana, nashukuru. Asante, sikuwa najua kama nitaenda viral. Mimi niliweka video ikuwe kama evidence ya kuwa kama siku moja mtu atakutana na mwili wangu, pole kwa kusema hivi, ilikuwa kama siku moja mtu atakutana na mwili wangu ni wataona sababu ya mimi kufanya hivyo. Sasa nikaweka video na nikarusha kwenye mtandao, nikaacha hapo kama evidence. Lakini Akinyi, tukiangalia ile video yako, let's say kitu kama suicidal thoughts, hizo ni kitu ambayo mtu anaweza fikiria the last thing to do. Mbona ukafikiria mambo kama hayo? Ni nini iko inakusukuma hivi? Ndio nimesema kuna mambo machungu ambayo yametokea katika maisha yangu. Najua nilisema kwenye hiyo video kuwa go through therapy na nikawachana na trauma, nika heal. Lakini unajua kuna wakati mwingine you go through a lot of pain and it resurfaces the trauma that you have healed from. So nilifikiria tu mambo mengi, nikakaa nikaangalia maisha yangu jinsi ambavyo yamekuwa, nimepoteza kwa muda mrefu. Kuna wakati mwingine pia nilipoteza hela nyingi sana. Yametokea tu mambo mengi, yani siwezi eleza kwa undani, lakini Mungu anajua katika maisha yangu. Kwa pesa zangu zote zenye nimeguza, ni Mungu ametumia watu walionisomesha kunifikisha mahali nipo. Kwa hiyo mimi ni mtu wa kujituma sana, nimejikakamua, nimejitahidi, na kupoteza hiyo hela, alafu naangalia mtu amekusomesha, amekuweka maisha mazuri, alafu badala ya maendeleo inapotea, unasikia uchungu wewe mwenyewe. Sasa hata najiuliza kwa hiyo video nilikuwa najiuliza, sasa wale ambao walinisomesha watafeel vipi? Watasikia vipi kama nimejiangamiza, nimejimaliza maisha na ile juhudi zao zote wameweka itaenda bure? Nikajiuliza maswali, nikajiambia mimi sasa nimebaki mahali mpaka hata ninajiuliza Mungu mbona amelala? Maana yake nimemuuliza maswali miaka nenda miaka rudi, kwa nini umelala? Yani kwani ni lazima niteseke nikiwa mtu mzuri? Lazima niteseke ndio nipate usaidizi? Lazima nikufe moyo ndio Mungu akuje? So ni maswali tu nilikuwa najiuliza nikiwa nimejifungia hapo ndani kwa duka. Ndio sababu nilifanya hiyo video na nikasema hivyo. Alafu nikajiambia acha pia niseme ukweli kuwa sina working capital, imeisha. Kwa hiyo watu wakija, kama kuna mtu alikuwa anaweza nisaidia, ningeshukuru. Na nikawachia video nikasema, na kama mtu unajua mtu akiwa emotional when you have gone through depression, you say a lot, but what I know is it was a genuine video. I'm always a genuine person. It was a genuine video. I did it out of concern. Sana the thing that was concerning me was my employees. What was gonna happen to them? Yes. Pia Akinyi, kuna hii msemo inasema tough times don't last, but tough people do last. Unafikiri namna gani kuhusiana na mambo kama hayo? Sitaki kuamini mambo hayo. Naambiwa rafiki yangu ndio ako na access to my account sahi, ndio amekuwa akijibu comments, ndio amekuwa receive phone calls. Mimi nilikuwa at a position where I was so overwhelmed, I was so down, I could not even talk. Wachache sana nimeongea nao wenye wamepata chance ya kuongea na mimi kwa simu. So hii msemo wa tough people last, mimi tough times don't last na tough people last ni kitu ambacho ni machungu sana. Mi sijui mbona na I feel like it's a very painful saying, because you expect people who are tough to always be tough. You know, the society probably venye wanatuambia, that saying inatuambia you should toughen up because you will last more than the tough time. But ukiambiwa ni kawaida, kama unajua maisha yako kama ingekuwa kuna uzuri umeona mwingi alafu machungu kidogo, haungekuwa unafikiria the bad that has happened to you. But when the pain has been more than the good in your life, then you question why the tough times are always a constant. Yes, na it's more than the good times. Yes, so the tough times thingy, nilikuwa nimefika mahali nimeambia Mungu, I need to start having
less tough times. I mean almost to zero tough times, because I have struggled a lot all my life. At age 28, ukiona kama ninafika mahali, I feel like I have lost so much hope. Nilikuwa nimefika mwisho. But thanks to you guys for coming through. Nashukuru sana. Thank you guys. Pia I believe you look young and you are still young, but uko na burden kubwa ambayo una feel iko juu yako. Let's say kama kwa biashara, pia wewe I believe maybe uko na familia, uko na wafanyikazi, pia msongamano mingi ya mawazo inakugonga vibaya sana. Na ikifikia hapo tunajua pia depression inabisha hodi. Umeweza maybe kuangaliwa mambo na depression, mambo kama hayo? Mambo ya depression nimefikiria sana. Nimejiambia sasa, because I've gone through therapy before for 3 years, I believe. Therapy for depression. Yes. So I have been depressed for a long time, a better part of my life. Venye nimesema, my life has been a series of very painful things that I can't talk about on TV, and it has pushed me to depression. Ni kama ninapona, ina resurface, and then now hiyo resurface inapata tena vitu zingine zimepile up. So depression has been something that I've always fought, and I went through therapy for 3 years to fight a big section of what was causing my depression, and it helped. So sasa najiuliza tena nianze kwenda therapy, but I was already told ways of coping with life, how to go about life. But sasa kuna difference between giving me solutions by talking to me and giving me solutions by helping me work out action in the solution. Yes, so I pray and hope that I will never go through such a position again. I pray and hope that depression is not going to be something that I'm going to fight anymore. I'm just praying and hoping. So under hiyo medication ambayo uko nafanya, do you feel kama bado do you need are you still under medication? Una feel uko vipi saa hizi sasa? To clarify, I've never been on medication for depression. Ni therapy sessions, inaitwa counseling, just counseling, but not taking medications, just counseling. I mean at some point nilikuwa nimefikiria mambo mengine. I thought probably niko na kasoro, but waliangalia wakasema I'm okay, I'm just going through tough times, and I was helped by talking. So they wanted me to release everything that I was bottling in. I'm not the kind who pour out what is really troubling me. So bottling all these things and given that I live alone so ilinisumbua sana for so long. Kuna vitu mingi, maisha iko na mambo mengi. Nikisema from childhood mpaka sahi, there's so much that has happened that I wish I could say but I can't. Ni vitu zenye ni very painful that probably zita lead to so many things that I don't want. Yeah, but I have never been on depression medication, but I have been through counseling, guidance and counseling. Yes. Thank you so much for opening up about yourself. So able tuambie kidogo, after you have done the video, what has transpired? Because I believe tangu ufanya hiyo video ni a few hours ndio nimeweza kufika hapa. Nini imefanyika tangu umepost hiyo video? So what happened actually, mimi nilipost video na nikatoka online. Nilikuwa nalala tu hapo nikajiwekelea kwa hiyo one of the seats hapo kwa duka yenye nilipoint. Hawakuwa, I told them not to come to work. Nilikuwa nimewadismiss, nikamwambia wasikuje. Yes, nilikuwa nimwambia wasikuje. Yes, I was alone jana. So I told them not to show up, wakuje on Thursday. I needed to figure things out. So I was just by myself ndani ya duka. I did the video nikatuma. So I'm sorry. Nimesahau swali. My mind has a lot. I know your mind is overclouded. I'm just asking, after umekele ile video, what has happened at Isai? Just remembered. Sasa, what has happened is, so nikiwa nimejifungia ndani ya duka, my friend showed up. So I didn't know why she showed up. One of your friends? Yes, one of my very close friends. She showed up, and apparently the video ilikuwa imeenda viral. I didn't know. Mimi nilituma video na nikatoka online. Kama after
Umeshapost? Nilituma video na nikatoka online. Mimi nikajiekelea hapo kwa kiti nikijifikiria bado. Your phone was on, but you are not online. Yes, I was not online. Nilikuwa nimezima data, yes. So she showed up, she called and then akaniuliza uko wapi, nikamwambia niko kwa duka na akakata simu, and then an hour later she showed up. So akiwa hapo tukaanza kuongea, and then other people started showing up, my friends from church, other people they started showing up, and nikajiuliza ni nini inaendelea. So ndio wakaniambia nimetrend. So I thought ati probably nimetrend ya kawaida ile ya 13,000 ya 9,000. Yeah. I didn't, after how long? Hata I don't remember. Hiyo ilikuwa usiku sasa, because she came an hour after me posting the video, and then she didn't tell me immediately nimetrend. Alikuja tu tukakaa, and then tukiongeongea akaniambia bado unajua umetrend, and I was like what do you mean? So kidogo tu. So you mean what time did you post the video? You posted gani? I believe it's around 1 p.m. ama ilikuwa 12, because the first video asubuhi, mchana. Yes, no, jana. Video ni jana, si leo. Video ni jana, not today. Yes, jana mchana ndo nilikuwa nimejifungia kwa duka, not today. So this is 24 hours later. Yes, this is 24 hours later. Okay. Yes. Yes, so it trended, I didn't know. And then mimi saw phone call. So from around saa 1 usiku ilikuwa tu phone call after phone call. Like what's going on? Ndio wakaniambia unajua umetrend. Yes, and I'm like what? So ilikuwa tu receiving phone calls back to back. Ikafika mahali I couldn't receive anymore. I was overwhelmed. They were encouraging me. They wanted to know where the problem is and to encourage me. Yes. So the phone calls zikakuwa too much. I was overwhelmed. I didn't know what it means to trend. So I gave my friend the phone, nikamwambia please help me, I don't know what to do. Nilikuwa nimeshalia mpaka nikamaliza machozi. I was too tired to talk anymore. So she answered the phone calls for me. Imefanyika hivyo the whole night. It's been the whole night of receiving phone calls mpaka leo, kutoka asubuhi mpaka saa hii bado tu imekuwa mpaka usiku manane, watu masimu, encouragements, we are here to support you, don't give up. Thank you Kenyans. Nimepokea simu mpaka kutoka ng'ambo. Thank you. I am overwhelmed. Thank you. If you see my eyes like this, niko na macho, my eyes nakwanga ndogo lakini ni kulia mpaka zimefura. Na feel ni kama nimejaza mchanga kwa macho because of crying. So thank you. The outcome of the video imekuwa very encouraging. The phone calls, you guys have shown up. Duka imejaa, makastoma wamekuja, wamekula stock imeisha yote. Mpaka the support is too much. Thank you guys. Nashukuru sana wenye wametuma M-Pesa, wenye wametuma encouraging messages, the comments that I have not seen yet. I will take my time and check the comments when time nitakuwa nime calm down. I will check all the comments. I will respond to as many as I can, if not all. Thank you. All the M-Pesa messages, the encouraging messages, the phone calls are highly appreciated, for showing up, for supporting me. Thank you. Waheshimiwa wote wame show up. Thank you. Support team ya mheshimiwa yote ime show up. Thank you. God bless you guys. God bless you sana sana. Thank you. To me, I believe this is God's work. Do you believe God works in mysterious ways? Yes, I believe God works in mysterious ways. Do you know, the reason why I'm telling God works in mysterious ways, it's because before niweke hii biashara, I thought about it for years. But sikuwa in a position where I could put everything together. And then nikiwa too serious in my time of prayer and fasting. Venye nilisema kwa hiyo video, I've always been a prayer warrior, I've always been a church girl. So nikiwa tu in my time of prayer and fasting mid last year, and God came and God did this, and it became possible for me to put everything together, and it was here and it has been here. So mahali nilipata challenge, nilikuwa nauliza Mungu, so why God then did you give me this if I'm not supposed to be here? Sasa nataka kufunga tena, nimetumia hela kuweka hii kazi, hizi vitu nimejenga, nimeweka huku ndani, what am I gonna do? Nataka kuuza at a throwaway price. Why? My employees wanataka tena kuanza maisha. I have an employee mwenye alitoka all the way from Nairobi akuje tu kufanya kazi tule kienyeji Nakuru. So what is going to happen to him? So nilikuwa najiuliza. So I mean, God works in mysterious ways. When my time of despair and desperation, God has come through.
So I might doubt God. I'm a human being. Sometimes we go through pain and we doubt, but I believe God came through for me in a very big way. I pray that he keeps holding me, because ninakwanga tu me or God. Ninakwanga tu God or me. Ni hivyo tu, tuko tu wawili, mimi na God. So the fact that amenishikilia in my time of despair when I was already at the rock bottom, amenishikilia, I'm grateful for that. Yes. So kwa wale ambao wote wanawatch hii video for their first time na wamekuona pale ukitrend na hawajui shop yako iko wapi, they will wish to visit you, unaweza waambilia ni wapi? Well, the shop iko Nakuru City, CBD, Masai Avenue. Iko next to Mercy Mission Hospital, or instead of saying that, I could tell you iko situated in Nakuru CBD between Mercy Mission Hospital and Victornell Kindergarten, a building called CZ Plaza. Na waambie pia hapa kwa duka yako, what are you dealing with? So kwa Tule Kienyeji restaurant tuna deal na pure organic kienyeji meals. Yani ukitaka kukula chakula kienyeji, alafu sisi ni majenzi, tumebobea kwa kupika chakula kienyeji. So njoo ule kienyeji meals we cook. Kama ni kuku kienyeji, kama ni samaki from the lake, kama ni mbuta, kamongo, tilapia, tuko na mbuzi, tuko na ng'ombe, tuko na halal meal. Ni neighborhood ya Waislamu, so lazima pia ni point out that it's a halal restaurant. So chakula yetu ni halal, tunatoa chakula yetu, nyama tunatoa kwa Waislamu, tunatoa mahali halal sana, kila kitu yetu ni halal. Chakula yetu ni very nice, kuna ngwashe, kuna everything kienyeji yenye unataka tuko nayo. Yes. Pia another thing, for the overwhelming turnout ya wateja, do you plan like to extend? Juu unasema sasa saizi umeomba na umejibiwa, majibu imekuja kubwa, umelia ikasikika. Do you plan of extend? Well, unajua biashara venye tu, as someone who is probably has been in business, I'll say this. Unajua biashara, because Mungu amekuja mara moja, you don't rush into extending. You walk with that grace kwanza, and then when the grace increases in its sufficiency, and then you go now expanding, you extend. Yeah, so with time, inshallah, Mungu akikubali, akitupa hela, tuta extend. But for now, let's grow kwanza the restaurant, tushike. Wateja wakileta hela nzuri, tuta extend. Yes. Kwa viongozi wote ambao wamenitembelea na kunisupport, Mheshimiwa Maina Wakabura, Mheshimiwa Wakili Ndumia na Mheshimiwa MCA Fadhili. Nashukuru sana, asanteni sana kwa kuja na kunisupport kwa njia yote ile ambao mmenisupport. Nashukuru sana, Mungu awabariki, awazidishie. Na any other leader who has called me, so many people have called me, aspiring women reps, upcoming MCAs, wanasiasa wengi wamenipigia. Nashukuru sana. Thank you for your support, for the calls and for the encouragement. And any other person, raia kama mimi, wanabiashara wenzangu wenye wame show up, the turnout has been big, it's massive, it's overwhelming. Thank you. Nashukuru sana, asanteni, mbarikiwe na Mungu awazidishie. Thank you so much for your love and for your support. I pray that God rewards all of you for your good heart and for your kindness. Yeah. Bila kusahau watu wote wa boda, you guys are amazing. You ni wale wase. Pengine sijui kuongea kama ndume, but bana, nyinyi watu wanoma sana. Thank you. Yani nimefeel love yenu, nimefeel kindness yenu. Nashukuru sana. Yani kama tunaweza pendana hivyo kama Wakenya tunaweza fika mbali. Wase wa boda, nyinyi wale wase. Thank you. Nashukuru sana. Asanteni sana. Mmekuja kwa a very large number. Mmekuja in large numbers mpaka hata nilikuwa nimeshtuka, na mlikuwa wengi mpaka kukuwa na mahali ya kukaa. Asanteni sana. Nashukuru. Mlikuwa mmejaza parking, hakukuwa na mahali ya kuweka gari. Magari zenu ndo zilikuwa huku. So thank you. Nimeshukuru sana. Tuendelee kupendana, kushikana mkono hivyo hivyo. Ya Mungu awabariki sana. So unasema watu wa boda walikuja hapa hivi kama siafu. Wamekuja utafikiri hapa hivi kuna rally kama campaign.
Watu wa boda walikuwa wamekuja huku wamejaa. Mi unajua sijaiona turnout ya watu wengi hivyo for me, yes. Juu yangu sijaiona. So nilikuwa nimejishika, I was overwhelmed, I could not stand or sit, I was just overwhelmed. Nilikuwa nakaa nimeita rally ya something, nataka kusimama kitu. So asanteni sana, nashukuru, Mungu awabariki. Alafu na hii jeshi yote ilikuja na nani? Hii jeshi yote kuna wale ambao wamekuja na fadhili, kuna wenye wamekuja na Wakabura na kuna wenye wamekuja na Ndumia. So nashukuru sana, wamekuja kwa wingi na nashukuru. I think that's all. Sisi kwa niaba ya Asulab TV we wish you all the best, na pia ni kukupa tu motisha na moral. Don't give up, keep on praying. Jitie moyo. All the best in your journey. Just know that hata sisi tumeishiwa na maneno, but above all God is there and all the best, na ajibu zile vitu zako zote ambazo unataka kupata. So cheers and that's all. Akinyi ametutajia sana her friend. Kuna urafiki alisimama na yeye sana wakati yako on her lows akiwa chini, yani ulimpata design gani? Are you the friend anaongelelea hapa her friend? Yes, I'm her friend for some time now. Yeah. I think since 2024. Yes, so we've been friends, we've been through it. Tumesmile, tumelia pamoja. Yeah, and she's such an amazing soul. Yes, you'd want to be her friend, you'd want to be close to her because of the big heart she has. She's not a person who can judge you, and she's so easy to be with. So yeah, that's why I guess we don't call each other friends. Yes, we are sisters. Mayakinyi, that's the name. Yes, that's the name. Yeah, najua saizi uko overwhelmed, juu amesema wewe ndio unapokea simu yake sasa. Now you have turned from the friend to the alitagwa nani ule mwenye usaidia mdosi? Sijui anaitagwa nani, yani wewe ndio uko kwa simu yake, wewe ndio unamshikilia. So even she can't manage to saizi hizi shika simu yake. You are the one assisting. So mimi nitakurelease, but you did a good job. Sio rahisi to get a friend like you. Najua pale nje watu wengi wamelearn a lot. Kenya amekuongelelea kukuhusu, it means a lot. Anything else ungependa kumwambia? Hey girl, I am so proud of you. I am so proud of you that in the midst of all this, your prayers were answered, and I believe there's more to come. Don't give up. You don't give up. You're such a strong woman. Mayakinyi, I am so proud of you. You got this. Now, just wait and see what the Lord is going to do. Yeah, I'm so proud of you. I love you so much. Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for having me. Yeah. More subscribe. More subscribe. They should follow you. You're doing such an amazing job too. Yes. Thank you very much. Yes. Wanajitoa mhanga, wanakunywa dawa kwa sababu ya kujiwekea mambo yao ndani ambayo inawasumbua. So you did a very nice thing, kueleza shida yako to the whole world na utapata solution. Sisi tukiwa hapa kama binadamu wenzako, mimi ndugu yako, ndugu yako, kata si Maina wa Kabura. Kwanza alikuwa so concerned na hii issue, na amejaribu vile anaweza kumobilize kabisa. So ameieneza, na tuko hapa leo kukupea moral kwamba everything is possible with God, na itawezekana. Na tuko hapa na tusimama na wewe, ile kidogo yenye tuko nayo ta make sure tumechanga na tumekushikilia mahali tutaweza, na mimi najua mambo itakuwa sawa. So if you believe in God, weka maombi, kaa ndani ya sala na uombe kila siku. Kesha ukiomba na kila kitu itakuwa sawa. Hakuna maisha ambayo ikosagi changamoto. Kuna changamoto in every business. Si wewe peke yako. Kuna wengi wamefunga, si umeona? Kutembea barabara kuna tu stall hapa tumefungwa twingi, na ni kwa sababu ya hizo changamoto. So hii yako inaisha leo, si kesho, inaisha leo. Si ndio? Watoto wako leo watalia machozi ya furaha. Mom alikuwa na stress, imekatika yote, imeisha. Leo ataona ukiingia na furaha kwa nyumba,
washindo ni nini. Baada ya story kuwapa ndio wataelewa ni kwa nini umeingia na furaha. So weka Mungu mbele na ukae ndani ya sala.